ole wako tu ile domo lako likuwashe kumwambia shemeji yako wala mimi utoke kijijini. Maana hata nimekustiri mimi tu kwa domo lako uone. Ndugu wangu. Vipi? Naona ndugu mnabishana. Kuna tatizo labda au una upungufu wa kitu chochote hapa nyumbani? Mimi naona hizo mboga za maisha. Unachukua hizo kanuni. Alafu kingine. Na nilikuwa nataka nitoke sasa hivi. Hebu naomba kwanza wakaniandalie maji ya kuoga. Maji ya kuoga. Wewe si nimekuagiza wewe? Aiza nenda kaandae maji ya kuoga bwana. Unielewa nini? Unasema siandai maji. Nimekwambia kaandae maji. Niambie nini? Niambie nini? Uniambie nini? Na wewe kaki. Shemeji, hebu naomba usinifiche. Niambie. Kitu gani unachotaka kuniambia? Hakuna. Basi. Nangu maji tayari. Uko tayari? Kaoke. Sawa. Nangu maji tayari kaoke. Sawa. Hello, Mr. Steve. Safi, unakuaje? Kama kawaida, mambo yanaendelea. Fresh kabisa ndugu yangu. Na wewe, na kwa dogo lako linawasha. Linawasha yule anataka kukuma. Basi wewe nisikie dogo lako yule mwambie shemeji yako ambacho nikisikia hapa sasa ambacho ni mwanamke. Na kuonesha pili bila mshenzi. Ukieleza wanao mimi na mwambie. Mwambie sasa kamwambie. Mwambie. Kwa hiyo ni kijijini ni shida gani? Mnabishana nini? Mnabishana nini? Na wewe mambo ya ndugu yaache kuhusu. Sawa. Haya, basi mimi ninawahi kazini. Nimepigiwa simu ya dharura hapa hivi. Kwa hiyo sidhani kama nitaoga. Kwa hiyo kwa nini? Basi. Sawa, wewe chukua shati nyingine hapo hivi. Bye shem. Kwa shemeji yangu ni mbaya. Alafu nakula siku hizo kunipanda kichwani au kisikile kisiri unachonitunzia ndio unataka kunipandisha, si ndivyo? Naomba usikize kwa makini wewe. Nitakuja nikuwekea sungu ya chai mimi ufe. Alafu sijui mama tena kumwambia nini. Jaribu. Alafu mimi eti mbaya. Hapo kuna mwambia shemeji yako bado yani kuue mtoto anaje kumuue. Nitamwambia mara nyingi tunatakiwa siku kunamwambia kwanza. Alafu usikie na mjizi nipita sana yani za kunisikia. Unajua hizi hizo naishi. Kwa nini? Karibu nyingine. Asante. Steve. Vipi ndugu yangu? Safi. Ambao unakuwa sana hivi. Hapa ni nyumbani eti. Bana. Ni nyumbani karibu na dirisha. Vipi rafiki yangu? Mambo yanaendelea hivi? Safi, hapo safi ndugu yangu. Shem, mambo vipi? Poa, safi. Nzuri. Karibu. Asante. Shem, mambo vipi? Safi tu, karibu. Asante. Brother. Nimekusubiria sana lakini hujafika. Yaani, si unajua nilikuwa na mazungumzo kidogo na familia. Ila na sasa tushamaliza mpaka sasa hivi. Ni jambo zuri lakini inabidi tuwahi kazini. Kama ndivyo hamna shida.
Badisha mbona tunakuta sasa hivi. Haina shida. Kwa shemeji? Mbona naenda jakini hapo? Mbona nzito tunaenda vizuri tu? Ana namuona rafiki yangu hayuko sawa. Sasa watu na akili zake. Eti shemeji, ni kweli? Ngoja mimi niusubirie maana atakadili tu waita sasa maana ananichelewesha sana. Ndio. Unashauri? Nitauliza kitu. Bila shaka nauliza. Hivi mume wangu aje kuambia kitu chochote? Mume wako? Mume wako hajawahi kuniambia kitu chochote. Labda tu masuala ya kikazi. Tofauti na hapo, hajawahi kuniambia kitu chochote. Ndio. Haya. Kwa nini? Hakuna shida. Tende ndugu yangu. Blazo achelewa sana, yani kuingia tu kwenye sehemu yani kama tatizo wewe ndio. Kwa hiyo mke wangu kwa hiyo. Haya. Shemeji baya basi mwingie. Sawa. Mke wangu. Mama alipigia simu jioni akaniambia kwamba anahitaji nyumbani. Kuna nyumbani kwa tatizo gani? Sidhani kama kuna tatizo ila kaniambia tu anakuhitaji. Ananihitaji? Tunaenda wote au naenda peke yangu? Hapo inatakiwa uondoke wewe kama wewe kwa sababu wewe ndio unayehitajika nyumbani. Mimi nitabaki na faida hapa hivi kwa ajili ya kusaidia kazi za nyumbani. Hapana. Nitenda mimi pamoja na faida. Ukiondoka wewe, mimi sijui siku nazoenda kukaa. Tunaweza kukaa siku 3 hapo hivi. Hapo mimi nitakosa mtu akao anafanya kazi hapa nyumbani. Kwa hiyo nakuomba uondoke wewe kama wewe. Mimi nishemeje hapa hivi. Itakuwa saidia kazi za nyumbani hapa. Haya. Ngoja nipitie bodaboda kwa ajili ya kuchukua ile ondoka sawa. Mume wangu haina shida ya kupitia bodaboda. Naweza nikafika hata kwa miguu. Sasa unajitesa hivyo. Hapo ni mke wangu. Usijali, mimi nimwite bodaboda hapo. Tunaweza kufusiana sasa ndivyo? Nimekwambia achana na bodaboda wako na mimi na bodaboda wangu atanipeleka. Haya. Dada kwa yeye. Haya. Umeona? Kila siku anakuambia mke wako yeye kusaliti. Si umeona sasa? Hapana shemeji, kama mimi hawezi kufanya hivyo. Na nipo hapa hivi kwa sababu yani unajua nimemwambia kwamba afanye bodaboda lakini anasema na bodaboda wake. Kwa hiyo hata hakuna tatizo kabisa. Mama utafika tu na shida. Haya, kwa nini atakukuta? Haya. Mimi mama nimekuja na matatizo kidogo hapo nyumbani. Umefanyaje? Nini mmeshazipata? Wanasema wasanii wa leo sasamba mmezipata nini tena? Achana na masuala ya hela, hakuna tatizo kuhusiana na hela, ila shida kubwa ipo kwa mke wangu. Kafanyaje? Brother, jambo la muhimu hili, punguza kuchati. Asa jambo la muhimu kwa mke wako mimi linanihusu. Jamani Pasco ungesikiliza. Hebu endelea kuongea ugolo wako. Mama, ni kwamba mke wangu mimi amekuwa mtu wa bize sana. Hanijali. Majukumu yake ni anamkabidhi mdogo wake. Nikimwagiza kitu fulani afanye, hawezi kufanya, anamwagiza mdogo wake afanye. Umemaliza? Bado. Endelea. Siku nyingi sana naongea, yani ni mara nyingi na mfuma naongea na simu. Shemeji anakuwa ananiambia kuhusiana na masuala yake, anaongea na simu muda wote. Na anapokea sana simu hata tukiwa tunaongea mimi na yeye.
Anapokea simu za wanaume, anaenda kuongea na wanaume huko nje. Sasa mama, sio vizuri. Nimekuja hasa kushtakia mamangu ili uweze kuni. Aha, ndo nakuuliza umemaliza? Nishamaliza mamangu. Nilikuonya sana mwanangu, lakini ukanipuzia kama sio mzazi. Leo nimejionea. Nilikukanya kwamba hiyo familia sio ya kuoa. Ni familia iliyoshindikana mwanangu. Leo yako wapi? Yako wapi? Umeijia ushauri wa kazi gani kwangu? Si uliniona fala? Leo yamekufika hapa shingoni, ndio umekuja kuyatapika kwa mama yako. Kumbe mama ni mkubwa. Umeligundua hilo kwamba mama kumbe ni mtu wa muhimu sana kwako. Nimeshakataa huyo mwanamke, atakusababishia matatizo makubwa sana mwanangu. Wewe ujijui tu. Alafu mwanangu ulikuwa kipenzi changu kabisa. Bora na mwanangu pasi kwa amekaa hapa ametulia. Alafu nikwambia bwana mdogo. Hiyo tabia yako hata ukifuatilia tu, hata ungekaa ndani kwako mle ukajiuliza kwamba hivi nikipeleka hili na hili nyumbani litawezekana? Sasa hivi unatuletea mlalamisha mwanamke wako, si tufanya. Nyamaza wewe, ni mgeni. Huyajui. Acheni tu hivi jamani. Huyajui ya huyo mwanamke. Shangazi. Huyu ni mdogo wangu. Sawa, na yule ni shemeji yangu. Hata ni mdogo wako jamani, mwache. Angekuwa shemeji yangu analipa. Amependa mwenyewe jamani. Unasikia ante? Angekuwa shemeji yangu analipa. Yani moyo wake huko, moyo wa busara, yani sisi mdogo wangu utazikwa na nzi. Amelipa kabisa. Sikiliza basi, wifi nikueleze kidogo, nimweleze. Hiyo dawa ambayo umekunywa. Mbona hivi unafanya? Ipo siku itakutoka. Sikiliza. Nina mamlaka ya kumfukuza huyo binti. Nakwambia. Hiyo ndoa mwanangu aling'ang'aniza sana. Anapenda yeye mwenyewe jamani. Sawa, mwanamke huyo ana wanaume mtaa mzima. Hadi mimi nikikutana na watu wanamuongea mtoto wangu, hadi natamani nimfiche au ipasuke dunia iingie. Mwanamke akitoka asubuhi, ipasuke ardhi iingie huko. Nasikiliza watu wa pembeni jamani. Wewe wifi, wewe kama unaona hivyo, usikilize ugolo wake. Umsikilize, halafu ukibaliza kusikiliza, sikiliza basi. Mimi nakuambia tu hivi, nakushauri tu jamani. Mimi siwezi ukanishauri kwa hilo. Basi kwa jamani. Sasa wamependana wenyewe. Sasa huko anatuletea ya nini? Sasa wamependana. Lazima tatizo lazima mletee. Ya nini? Sasa nikupendana. Ya nini uyalete huku mwanangu? Sawa. Ya nini? Sasa nikupendana. Sikiliza wifi, ni malaya wa kutupwa. Sana. Unaona au unasikia kwa wapi? Nilishuhudia. Ameyaleta yeye. Nilishuhudia wifi. Yaani nimekuambia, nimeshakutafutia mwanamke wa kuoa. Mama, mimi sitaki mwanamke wenu. Utamtaka, labda sio mimi. Kama ni hivyo basi mimi naondoka tu hapo. Nenda basi. Wewe nenda. Usirudi kabisa hapa, nenda usirudi. Jamani wewe unafanya vibaya. Hata kama wewe ni mgeni, hujui hiyo familia. Yaani nimechukia, nimefikisha hapa wifi yangu. Jamani, huwezi amini kabisa, yani mtoto anaenda anajivuta na mawazo. Na yule ni mdogo wangu. Sasa wifi, nikwambie bado unamponda. Sikiliza. Mambo gani sasa shemeji? Nani shemeji ambaye anaeleka? Au mdogo wangu mambo gani ambaye anatumika sisi hapa? Unasikia? Mzazi mwenyewe anakesha baa. Hiyo tabia mimi tena ameanza kukesha baa tena. Hujui? Umeona?